Wewe Shami. Nabe mama. Nimekwambia hiyo ni mimba hiyo. Hii ni mara ya pili sasa unatapika Shami. Alafu nikikwambia una mimba unakataa. Mama mimi sina mimba. Nilimeza dozi ya malaria juzi sema sikumaliza. We mtoto wewe, usinifanye mimi kama zipe. Kwani kwa na mimba dhambi? Inachotakana kijulikane tu kwamba hiyo mimba ni ya nani. Mama, sio dhambi kuwa na mimba. Na hata kutapika pia sio dhambi. Mimi nakwambia nilikuwa tunaumwa. Hasa mbona unanilazimishia mamangu? Mimi ni mtu mzima Shami. Nachoongea na maanisha. Sasa mama utu uzima wako umeona paka tumboni kwangu. Mimi sina mimba mama. Wewe Shami wewe. Mimi sinaongea na wewe. Ni mtoto huyo. Vipi tena? Nilipotoka sio kwema. Nini usiniambie kama mama ameishi na mimba. Aswa, mamangu mikagundua nina mimba. Alafu tunapigizana kelele. Na unajua mikuvutana siwezi. Nilishazoea maisha ya kwangu, nilishazoea maisha ya kujipangia. Kupangiwa na kufugwa. Siwezi na sitaki. Sijui itakuwaje. Pole kwa hilo ulipotoka huko. Sasa unaonaje mimi hapa mtaani hapa geto langu tukaishi? Yaani unamaanisha nije kuishi kwako? Alhamdulillah. Mimi nahisi wewe itakuwa nafuu kwangu. Maana yake kwangu mimi utakula, utalala, utavaa fresh tu au unaonaje? Sawa. Basi kama ni hivyo mimi hata nyumbani sitaki kurudi. Basi tuondoke. Bwana Jokeli vipi bwana? Safi ndugu yangu, kwema? Sio kwema sana, anazurura tu kama ibilisi. Mimi bwana naenda magengeni hapa kuchukua udongo. Unajua shemegi yako ana mimba huko. Mke wako ana mimba? Yule mtoto wa mzee Kironga? Wewe kama ulikuwepo ndugu yangu. Wewe mwanangu shababi yani. Acha tungani wewe kwanza ngamchukulia udongo, tutakutana baadaye. Basi sawa bwana, sawa. Ndugu yangu. Sawa. Wanawake wana huruma kweli. Hasa yule mdada anambebea mimba huyu. Mtu mrefu kama mkojo. Lakini lazima nipeleke kwa Kironga hii taarifa hii. Wewe. Sasa akija kugundua. Shoga yangu mimi sitembei mwendo wa hasara. Na unafikiri yeye ndo wa kwanza mimi kumpachikia hiyo jambo? Nimeshafanya hivyo kwa watu wengi sana. Kwa hiyo naona yeye ni mtu sahihi wa mimi kumfanyia hivyo. Alafu kwa nini nimefanya hivyo? Nahisi kama yeye kidogo ana visenti. Sio kama yule shoka mbaya. Ila wewe una hatari. Sasa na huyu ambaye anataka kumpachikia hiyo mimba akija kugundua pia. Sasa yeye atajuaje? Wewe utamwambia? Kama wewe huwezi kumwambia na mimi siwezi kumwambia, sidhani kama atajua. Mimi sina shombovu. Shoga yangu una hatari wewe. Acha yenyewe tuone panapovuja. Sio panapovuja tu. Utaona mpaka palipotoboka. Kivu. Baada ya salamu, kilichonileta hapa ni kuhusiana na binti yako. Shemeji, hebu badilisha kwanza hiyo kauli yako. Binti yako, binti yetu. Ina maana wewe sio mwanao. Unamkana sasa hivi Shami? Ni mwanangu, ni mtoto wa kaka yangu. Lakini tokea amefariki marehemu kaka yangu, unaishi naye wewe hapa. Ndio maana nimesema nimekuja kwa ajili ya binti yako. Uangalizi wote uko chini yako, pamoja na mimi nimesimama kama baba. Na cha kwanza kabisa nahitaji kukuuliza, yuko wapi Shamim? Toka alivyotoka mpaka sasa sijamuona mguu wake hapa Shami. Afadhali nivyokuta Pepe. Una taarifa kuhusu mkeo? Ndio ninazo. Si mjamzito? Na unajua kwa sasa hivi yuko wapi? Yupo kwao kwa mamake. Pole. Kwa usichokijua Pepe, mimba yako kagua mwanamke mwingine na anaidumia sasa hivi. Ina maana hicho ndicho kilichokuleta hapa nyumbani? Yaani paka unavyoniona hapa ni wema wangu tu baba. Ni kiashirio tosha kwamba kwa taarifa nilizozipata ni zina ukweli. Nimepata taarifa binti anaishi na mtu
na ni kwa muda mrefu sasa. Wewe kama mama hakuna maamuzi yoyote uliochukua, hata kuleta taarifa kwangu umeshindwa. Na mbaya zaidi, si kwa kuishi tu, ni mjamzito. Hivi ni kwa nini shemeji umekaa kimya na hili swala? Unavyosema kwamba anaishi na mtu, kwa kweli hilo mimi silifahamu. Lakini kusema ni mjamzito, hapo ni kweli kabisa. Shami mjamzito. Sasa kizazi chetu sio cha kuchezewa. Hii tabia nataka niikomeshe. Ninachotaka kukifanya ni kuwaozesha. Acha nikwambie kitu Sasha. Kilichopita kimeshapita tayari. Na naelewa haya mambo wewe hayakuhusu. Mimi naomba tu ungefanya mambo yako. Pepe, sina ndugu na wewe, wala sina ujamaa wote wa karibu na wewe. Ila kichonifanya mpaka mimi kuja hapa ni huruma yangu tu, ndugu yangu. Ila usiponielewa, karaga bao. Ndio maana waliitwa Hawa. Hawa hawachelewi kuharibiana, akajitengenezea njia. Potelea bondeni. Anataka hataki, ni lazima ataolewa na yule ni lazima atamuoa. Kwa maneno ndio kumwozesha ndoa ya mkeka mwanangu. Haswa, hakuna nyingine zaidi ya hiyo. Sawa, hakuna neno. Kama umeamua hivyo, sawa, wewe ndio baba uliyebaki. Japokuwa mnaniachia sana mtoto hapa, lakini wewe ndio baba uliyebaki. Na kama umeona hilo linafaa, fanya tu. Sawa. Vipi wanangu? Baridi. Fresh kabisa. Bado upudo kaka, vipi brother Joka? Fresh mwana. Sana. Sheria. Uhakika. Naona mmetulia maskani hapa. Ya kama unavyojua tena, tunajua zile. Mimi natoka nyumbani hapa. Unajue shemegi yenu yule ana mimba. Unamzungumzia Shami, si ndio? Wa. Nisikilize nikwambie Jokeli. Unajua wanawake wa kileo wakishamuona mwanaume alafu wanaamini kwamba huyu ni ng'ombe, wanamsingizia na kumwambia hii ni mimba yako. Umeakanyaga. Hiyo sio mimba yako, ni ya boya mwingine. Au unasemaje mdogo wangu Kibisa? Amini kwamba kaka yenyewe inawezekana hiyo. Unajua unaweza kubebesha mzigo ambao sio wako afu kaishi nao bila kujua. Wanawake siku hizi wajanja. Wewe kwani unakumbuka tarehe ambazo ujauzito na uliingia? Na sijui. Hiyo kakupiga mjomba. Hiyo kampiga wanangu live bila chenga. Sema wanangu kama ina kitu hiyo. Au unasemaje? Mungu mimi niende nyumbani kamtimue aondoke nyumbani kwao. Hapo muongea. Waona nasemaga umepiga kiburuda. Blaza misimu yako hiyo inanichanganya. Tunachanganya na wao wanaotusikiliza. Kwa hiyo huyo ujangili wa mawazo ya watu, huyo mwingilia ndoa za watu, ndio amekuja amekwambia maneno ya kishujaa, kaka kishetani, kaka kisayansi sio kiteknolojia aina gani? Amekalisha mgongo wake chini, ametulia katika mkeka, basi yeye mwenyewe kajigusagusa, amekuja kukwambia maneno ya kishetani. Kweli? Nimetoka maskani, mwanangu sijakukuta. Ila wanangu wamenishauri ile mimba sio ya kwangu. Hebu nikuulize maswali yangu mawili matatu. Je, yule ulimbaka? Hapana. Je, ulikuta kinanda silidi ama ilikuwa chafeli weight? Hiyo ni siri yangu mimi mwenyewe, si unajua tena. Na mke wangu. Ni kweli siri yako, ila katika utendaji wa kazi niliuona. Baba ulikuwa unachapa ilale kutwa mara 3. Yaani unatekenya paka mtoto wako akaenda hata sokoni hata kutekateka maji unabeba mwenyewe ndio unaonekana shujaa. Alafu unasema mambo yale sio yako. Yaani mimba sio ya kwako kweli. Kile kipira cha kwako baba. Subiri tulee, tuite mjomba, tumnyanywe tumtume dukani sigara nini ndio kubakia, achana na maneno ya watu si mazuri. Je, umenipata? Je, umenisikia? Mwanangu nashukuru mangu umenipa ushauri mzuri. Ile ushauri wako nitakufanyia kazi. Fresh tu mwanangu. Sawa bwana tajiri wa Chamanzi, basi mimi tujage rolo. Kama nilivyoweka hapa chini, ninatakiwa kufuata utaratibu ambao nimekuja nao. Kijana, umechukua majukumu mkononi na kuishi na mwanangu. Kama ulivyoridhia kuishi naye, pasi na ridhaa ya wazazi wake, basi leo nitakuozesha, atakuwa mke wako halali. Shamimu, ingia ndani, kastiri kichwa chako. Ikiwa huku nje tunamuozesha huyu, leo unafunga ndoa. Nenda ndani.
Kijana, ninachokihitaji ni hiki kimoja, kumsikiliza shekhe na vile atakavyokuambia utamke. Sijui umenielewa? Mimi nimekubali. Inshallah. Shekhe, tuwezeshe. Naam, inshallah. Kijana, kaa hivi kidogo, sogea kwa huko. Okay, Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.